ardhi yetu ilipoteza rutuba na ikapelekea uzalishaji kuwa mdogo ukilinganisha na hali ilivyokuwa zamani ambapo tulikuwa tukivuna vizuri bila kutegemea mbolea. Miaka 6 imetimia tayari, wakulima wa nchini Burundi wakitumia mbolea ya Fomi ambayo imetengenezwa kwa mchanganyiko wa mbolea samadi na kemikali. Hiyo mbolea ya Fomi ilishaonyesha kwamba ni bora kwa kuwezesha uzalishaji kuwa mkubwa, ardhi iliyoharibika kurudisha rutuba na kutunza mazingira na wadudu hai vinavyowezesha ustawi wa mimea. Je, ni nini kinachofanya mbolea ya Fomi kuwa ya kipekee? Imetengenezwa kwa madini gani na zina umuhimu gani kwa mazao, kwa afya ya watu na ardhi iliyokwisha haribika kwa sababu ya acid iliyoandama ardhi sehemu mbalimbali? Ifumbile ya karorero. Kampuni inayotengeneza mbolea asilia ambayo imechanganyika na kemikali Fomi imetimia miaka 6 ikitengeneza mbolea yenye kutumika kwa mazao mbalimbali. Kuna Fomi Imbura ambayo inatumika kwa mazao yote, Fomi Bagara inatumika kwa mazao yenye mizizi, na Fomi Totahaza ambayo inatumika kwenye mazao nafaka. Fomi Imbura na Fomi Totahaza hutumika pia wakati wa kupalilia kulingana na aina ya mazao. Mwalimu wa chuo kikuu na mtafiti kwenye masuala ya kutumia mbolea, Profesa Kaboneka Salvatore, anaeleza kwamba namna mbolea ya Fomi imetengenezwa inawezesha ile ardhi iliyopoteza rutuba yake kupata virutubisho vinavyoiwezesha ardhi kurudi kwenye hali yake ya zamani. Hivyo mazao nayo yanapata virutubisho vya kuyasaidia kukua vizuri na uzalishaji kuwa mkubwa. Isi ndimwa ifise abavyeyi babiri. Hari urubuye. Angalia namna ardhi ilivyo, upande wake wa kaboni na upande wake wa madini. Kwa chini katikati pake, ukitaka kuna kitu kinaitwa upeo wa mchanganyiko yenye upeo wa kaboni wa juu na upeo wa madini kwa chini, ndio muonekano wa ardhi. Kwa hiyo, ili turudishe ardhi kama ilivyokuwa mwanzo, kabla ya wanadamu kutumia virutubisho vyake na kuiacha maskini, lazima turudishe virutubisho vilivyopelekwa kwingine. Hicho ndicho tunakiita kanuni ya kurudisha, na ni kitu ambacho hakifanyiki. Hilo ni la kwanza. Pili, tupaswa kurudisha, kuunda, kuzaa upya upeo wa kaboni, tufanye kama Mungu alivyofanya. Na tunafanyaje? Tunaleta vitu vya kaboni, samadi, unaleta vitu vya madini, unaviweka kwa pamoja. Ukiwa umeviweka kwa pamoja, unapata mbolea inaitwa ya kikaboni na ya kimadini kwa maana ya Fomi. Sayansi inatuambia ili mmea uweze kuzaa matunda, pamoja na kaboni ambayo inapatikana katika dioksidi na kaboni ya hidrojeni na oksijeni ambavyo vinapatikana kwenye maji, mmea lazima upate virutubisho kutoka element 13. Kuna kanuni hiyo, lazima ni vitu kama 3. Leo virutubisho vitatu DAP inaleta 2 ambavyo hujazwa na nitrogen kutoka urea kwenye orodha ya virutubisho ambavyo mmea unahitaji. Ni mbali, bado ni mbali na athari ambazo sio nzuri zinazosababishwa na mbolea ardhini na uhai wa ardhi. Hatua: virutubisho viwili vya nyongeza vinavyoletwa na Fomi, calcium na magnesium, kulingana na mchanganyiko wa acid ambayo inaondoa upeo wa virutubisho kwenye ardhi toka 3 nenda 5. Kwa mshangao, nimeambiwa kwamba kukichukulia majibu ya uchambuzi uliofanyika kwenye maabara uraiani, hususan Ubelgiji, kwamba mbolea ya Fomi ina virutubisho vingine vinavyoita vipengee vidogo ambavyo vina kazi nyeti ya kuwezesha ukuaji wa mmea. Ni nini tunakikuta katika mbolea ya Fomi? Kuna molybdenum. Nikifafanua kidogo, molybdenum inawezesha uwepo wa nitrogen kwenye kunde, soya, maharage, vyote hivyo. Kwa hivyo molybdenum, kiberiti, shaba, zinki. Nikifafanua kidogo, zinki na shaba ndivyo virutubisho haba sana kwa kipindi cha hapa karibuni Burundi. Kwa maana nyingine, virutubisho 3 kwa jana, 5 kwa leo, na endapo uchambuzi ukidhihirika 5 kwenda 9 ndani ya mbolea ya Fomi, na kuambia ni hatua kubwa ambayo ni ya kufuata na kuunga mkono, na mwelekeo ukiwa ni kuwa na 13. Ni process. Kwa mfano, tukichukulia kesi ya Fomi haileti nitrogen, phosphorus na potassium. Kwa nini tuichukulie
na tuilinganishe na DAP, urea na KCl ambazo zinaleta virutubisho viwili au kimoja. Fomi inaleta calcium, magnesium. Kwa nini tusithamini virutubisho hivyo? Kuwa na virutubisho mbalimbali kwenye mbolea ndiyo malengo, kwa sababu tunajua idadi ya virutubisho ambavyo mmea huhitaji. Kirutubisho kimoja hakitoshi, virutubisho viwili havitoshi, virutubisho vitatu havitoshi. Hakika havitoshi kama virutubisho vitano ambavyo tunakuta vimo katika utengenezwaji wa fomi. Tutakuwa tumetibu ardhi yetu pale ambapo tutakuwa tumerudisha kwa hali yake ya zamani kwa kuipatia mbolea ya samadi ambayo imechanganyika na kemikali fomi. Mbolea ya fomi sasa ndivyo imetengenezwa na ndicho kinachopelekea mbolea hiyo kuwa ya kipekee, na ukilinganisha na ile iliyokuwa ikitumika toka zamani ya kemikali. Mbolea ya fomi kwa sababu ya samadi walioiweka na virutubisho huongezeka. Si nziza ni organomineral. Kiukweli DAP na urea hazikupashwa kuweka kwenye ardhi bila kuziambatanisha na chokaa ya kilimo, calcium na magnesium, ili kupunguza acid inayoendana na mbolea hizo, ili tusiweke ubaya juu ya ubaya kwa kuleta acid kutoka mbolea kwa acid kutoka kwa udongo. Nawaambia calcium na magnesium ndiyo jibu, kuziweka pamoja ndicho fomi inachokifanya. Hizo microorganism ambazo hatuzitambui na hatuzioni ni carbon. Carbon inapatikana kwenye vitu vya carbon. Kwa hiyo unapoweka mbolea ya kimadini pekee, nitrogen, phosphorus na potassium, mwaka baada ya mwingine mmea uhitaji carbon na haupatii carbon kwenye mbolea hiyo, na mwili unahitaji carbon, unautafuta kwenye vitu vyenye carbon. Inakula kitu cha carbon pamoja na mchango wa kimadini, inakula mpaka kumaliza carbon, na carbon mnayoifahamu, hicho ndicho tunakiita uwezo. Ina maana hizo microorganism zinakula kwa kiasi kikubwa madini ambayo mmeyaleta kwa kuweka mbolea ya kimadini, imekula na kumaliza kaboni ya ardhi. Mnapoteza vielelezo kama vya muonekano, kikemikali, biolojia. Muna ardhi iliyojifunga ngumu, na huyo ndio ukweli. Ambatanisheni mbolea hizo na vitu vya kaboni kwa sababu ambazo nimetoka kuzitaja, na nikuwakumbusha pia kwamba ardhi ni kitu, kaboni na madini. Tujue asili ya ardhi tafadhali. Kwa sasa kwa Burundi, ardhi imefurika kwa kiasi cha kuhitaji kupewa virutubisho. Mnapoweka mbolea ya kaboni mpaka pale ambapo mtarudisha ardhi kwa asili yake, unamanaji ardhi, weka mbolea ya kaboni, hilo linatosha. Mbolea hiyo ambayo watu wanafurahia kwa sababu ya ubora wake, ili iweze kupatikana, utafiti ulifanyika. Wataalamu wa fomi wakishirikiana na wataalamu kwenye taasisi ya sayansi ya kilimo hapa Burundi Izabu na chuo kikuu cha Burundi waliidhinisha chumbi tunazokuta kwenye mbolea ya fomi, na ndivyo mnavyoona kwenye mifuko ya Imbura, Totahaza au Bagara. Nilitaka niwaambie kwamba tunafanya utafiti wa kilimo tukishirikiana na taasisi ya Izabu, vyuo tofauti kama chuo kikuu cha Burundi na vyuo vingine vya binafsi vinavyopatikana kwa hapa Burundi na nchi za kigeni. Mbolea ya fomi ina chumbi nyingi. Tuchukulie kama nitrogen, phosphorus na potassium. Kando ya hivyo kuna chumbi za ngazi ya pili, calcium, magnesium na kiberiti. Ibyo twitwa seconde harimo calcium, harimo magnesium, harimo mbe na sulfur. Fomi ifumbire ya karorero. Ama origo elema. Virutubisho vingine vinavyofahamika kwa majina ya origo elema ni vine. Kuna zinc, boroni, shaba na molybdenum. Kwa sababu tunatumia samadi kama malighafi, tuligundua kwamba na samadi yenyewe ina oligoelema. Ni kwa sababu hiyo tulitaka kujua kiasi cha oligoelema kwenye mbolea yetu. Tulituma sample kwenye maabara maarufu nje kama Ubelgiji, na majibu yalikuja yalionyesha kuwa mbolea yetu ina aina hiyo ya virutubisho vinavyoitwa oligoelema. Ni kwa sababu hiyo tuliwaza kuchunguza wingi wa oligoelema kwa mbolea yetu. Abirimo kandi
biri ku rugero rwiza cyane. Sampo ya mbolea ya fomi iliyopelekwa maabara ilionyesha kiasi cha virutubisho vinavyofahamika kwa majina ya Origo-Elema ambavyo vimo ndani ya fomi toka mwaka 2019. Kitu cha kuzingatia na cha kujivunia ni kwamba mbolea hiyo imetengenezwa na Warundi wenyewe. Mwanzilishi wa fomi alionyesha kuwa alielewa mapema mpango wa nchi wa kuendelea kilimo. Ntigacika Adrian yashoboye kumva imbere y'abandi benshi. Bwana Ntigacika Adrien alielewa mapema kwamba kwenye sekta ya kilimo kitu cha kwanza kinachohitajika ni mbolea, kwa sababu kulima bila kuweka mbolea ni kupoteza muda. Majuzi kati nilikuwa nimeenda kutembelea kiwanda chake ili nione utaalamu wanaotumia, tukakuta vifaa ni vya kutosha. Mashini kubwa kubwa ambazo alieleza kuwa zimenunuliwa nje, maana kwa hapa Burundi hazipo. Alitueleza kwamba wakati wa kuzinunua kila kifaa kilikuwa kinajitegemea, kwamba wataalamu Warundi ndio waliviambatanisha. Nahisi kuwa watu tulioongozana nao walishuhudia. Kuna mashini zingine zinafanya hiki, zingine zinatwanga kile. Ilikuwa ni mazingira ya kufurahia. Munaona kwamba jitihada kama ile ni ya kuunga mkono. Tungepata wawekezaji wabunifu wengine, nchi yetu inaweza kuendelea kwa haraka. Abantu nk'aba bagiye baboneka henshi, igihugu cy'u Burundi nta misi myinshi zohera kidateye imbere. Rais wa nchi anafahamisha kama huyo alianzisha fomi ni wakungwa mkono na serikali kwa sababu wanachangia kwa maendeleo ya nchi. Kerisi taratituka Abarundi barameze imbuto zose batarinze gutabira. Kwa siku zilizopita walikuwa wakilima mazao ya kila aina bila kuweka mbolea. Kila walipokuwa na uhitaji wa mbolea walikuwa wanatumia mbolea ya samadi, na wakati huo majani yalikuwepo kwa wingi. Tunafurahia mchango wa Warundi kwa sekta ya kilimo, mpaka wanajitengenezea mbolea ya mchanganyiko wa samadi na ya kikemikali ili kupunguza asidi ambayo inapatikana ardhi yetu, inayowezesha uzalishaji kuwa mkubwa, afya ya watu kuwa nzuri, kuheshimu mazingira, na wakulima wanapata mbolea kwa wakati na kwa bei nafuu, na wafugaji wanapata soko ya samadi ya mifugo yao. Basigaye baronka n'isoko bashoreramwe amase y'ibitungwa vyabo, kandi kare ayo mase yahora bapfa kubusa. Wakulima waliotumikisha mbolea hiyo wanashukuru, wakisema kuwa mavuno yaliongezeka na kuwa ardhi ilirudisha rutuba yake pale ambapo walishatumia mbolea hiyo. Wahusika wa kilimo kwenye mikoa mbalimbali wanashukuru ubora wa mbolea ya fomi. Kera nta byatsi vyamera vyerekana yuko isi iryoshe. Kwa sababu ya ardhi kwisha haribika, kuna aina ya nyasi zenye uonyesha kwamba ardhi ina rutuba zilikuwa zimetoweka. Na mfano, ichanda ni nyasi ambayo huota kwenye sehemu yenye rutuba. Hiyo inamaanisha kuwa mbolea ya fomi baada ya kutumikishwa, nyasi zenye kuonyesha kurudi kwa rutuba huota. Ni mfano kama nyasi ya uruteza-teza ambayo huwezi kuota kwenye ardhi iliyochoka. Kielelezo kingine cha ardhi iliyorudisha rutuba yake ni rangi ya udongo ambayo imegeuka kuwa nyeusi, na ni kwa sababu ya mbolea ya fomi inayowezesha ustawi wa mimea. Umva rero bivuze yuko ino ntabire turashima yuko isubiza kanovera isi. Rya fumbire ikozwe n'ibice bibiri, hari igice. Mbolea hizo zimeundwa na vipengele viwili, Ukirundi sehemu ya samadi na majani jani ya sehemu ya madini. Huo mchanganyiko ndio unafanya mbolea ya fomi kuwa nzuri na kuzalisha kwa ukubwa, na uhitaji wa mbolea unakuwa siku hadi siku nyingine, na hilo linadhihirisha wakulima kufurahia fomi ko hara ufisa akamaro n'abawurondera twabonye ko biyongereye. Akamaro ko gukoresha ifumbire ya fomi. Umuhimu wa kutumia mbolea ya fomi, haswa utumiaji wa chokaa ya kilimo, mambo alibadilika kwa sababu hapa kulikuwepo nyasi ziitwazo ishinge, na hizo huota kwenye ardhi iliyoharibika. Hizo nyasi kwa shamba hili
hazipo tena, zimebadilishana na nyasi kama ichanda, ikurasuka, imibebe. Hiyo inamaanisha aside ilitoweka. Byose nivyerekana yuko ubukarihe bwaheze. Hora gwa fomi muri kibi bintu vyo kugwiza umwimbo. Mchango wa mbolea ya fomi unaonekana kwa uzalishaji wa kilimo. Ukweli ni kwamba mkulima asipoweka mbolea mazao hayatokuwa mazuri. Inafikia wakati zao la muhindi inafikia kipindi cha mavuno bila hata kuwa na urefu wa mita 1. Kinyume chake, unapotumia mbolea haswa fomi imbura ambayo inasaidia mmea kukua na afya, unapoheshimu kiasi istahiki kama inavyoelezwa na wataalamu wa kilimo, lazima mavuno yawe mazuri. Abafundi bavyigisha abarimyi biraboneka yuko umwimbu ushobora kwiyongera. Ya fumbire ya fomi ndabona neza yuko isi iteri hinduka ahubwo pamoja na mbolea ya fomu nayoona kuwa ardhi inatoka kuwa nyekundu kwenda kuwa nyeusi. Tunapolinganisha mashamba hayo mawili ya majaribio, tunaona kwamba mavuno yatakuwa tofauti. Tutavuna zaidi pale ambapo tuliweka mbolea ya fomi kuliko pale ambapo tuliweka mbolea ya zamani. Ya fomi tuzokorera umwimbu ushimishije. Ifumbire ya fomi iratuma isi itatituka. Mbolea ya fomi haiharibu ardhi, ndiyo maana tunaisifu sana. Tuliweka mbolea zamani sambamba na mbolea ya fomi kwa sababu tulikuwa tunalenga kuonye utofauti uliopo. Mbeleni hatutotumia mbolea za zamani tena kwa sababu tulishajionea uzuri wa mbolea ya fomi. Angalia muhindi huyu. Ulivyo ni mzuri sana. Bimeze. Raba. Ndabona ibi byose, ndabona ko ibigori biteye igomwe. Nabibona. Kuri turakengurwa ko turabona yuko iyo fumbire. Hakika tumefurahi. Hizi mbolea ni za muhimu. Itakuwa ni shida kubwa ya uzalishaji tusipopata mbolea hii. Tunapongeza kampuni ya fomi kwa kuwa walifanya kila liwezekanalo ili wapate namna ya kuongeza uzalishaji, na ni kweli tulipiga hatua mwaka huu, tulizalisha kuliko mwaka jana. Mwavu wa fomi, mbolea ya fomi ni ya muhimu sana. Tunaona kwamba utumiapo mbolea ya fomi, ardhi inakuwa nyeusi na kumimina maji na kuweza kusalimika kipindi cha uhaba wa mvua. Unaweza ukawa na mashamba mawili kwa sehemu moja ambayo haiwezi kuvumilia sawa kati wa ukame. Unaweza ukawa na mashamba mawili kwa sehemu moja ambayo haiwezi kuvumilia sawa wakati wa ukame, ni kwa sababu shamba lenye mbolea ya fomi linastahimili kiasi kwamba utafikiri walimwagilia. Mbolea ya fomi ni muhimu sana. Rero ifumbire ya fomi irafasha cyane kubijanye n'umwimbo. Hano twakoresheje DAP na calcium. Hapa tuliweka DAP, KCR na urea, mbolea za zamani. Ardhi imeharibika. Ardhi ya upande mwingine imejirudilia. Namase y'ikirundi. Tujifunze kujivunia tulicho nacho. Hata hivyo Warundi wengi walishajionea kwamba mbolea ya fomi ni muhimu kwa kuwezesha uzalishaji kuwa mkubwa, na wengine walishavutiwa na mbolea hiyo na wakaomba kampuni ya namna hiyo kuwepo makwao. Hebu tukimbilie kwetu, tukimbilie mbolea ya fomi. Mungu awabariki.